Na kusalimu kwa jina la Yesu. Mtu wa Mungu mahali popote ulipo, wewe ambao unanifuatilia katika mitandao ya kijamii na mtu ambaye umetulia hapo ambao unaangalia kipindi hiki, mbele yako ni mtumishi wa Mungu Damson Joseph Damson, ni mchungaji. Nipo pale maeneo ya Tanga, kanisa la Chumbageni, Bonde la Baraka. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kutupa neema na kibali kuwepo tena jioni ya leo, na ninakukaribisha tena katika kipindi hiki. Karibu sana, na wacha tumtangulize Mungu kabla hatujaendelea na kipindi ili tuweze tukaanze. Mtakatifu, na kushukuru Mungu mwenye nguvu, asante kwa neema na mamlaka yako. Hakika Mungu umetupa kibali na neema hii. Tazama sasa Bwana, napoenda kunena na watoto wako, ukanipe kibali na neema isiyo ya kawaida. Ukawafunike, unifunike mimi pia Bwana. Utufundishe na ututunze, tukiomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen. Basi kama ilivyo awali ambapo nimekutamkia kwamba niliye mbele yako ni mtumishi wa Mungu mchungaji Damson Joseph Damson. Nipo pale Tanga, ninatumika kama mchungaji msaidizi. Na mbele yako jioni ya leo nimekuletea somo zuri kabisa la umuhimu wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, na unaweza ukaungana nami kwenda kuangalia somo hili na tukaweza kufundishana kwa namna moja au nyingine. Na nikienda kuanza, andiko letu la msingi tutasimamia katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Nao tutaanza kuangalia katika ile sura ya kwanza mstari ule wa 8, kisha tutaenda tena kwenye Matendo ya Mitume sura ile ya pili mstari ule wa kuanzia wa 4 mpaka wa 8. Amina. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza mstari ule wa 8. Na Biblia inasema ya kwamba lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Mpenzi mtazamaji unanitazama katika somo hili ambalo tunaendelea nao sasa hivi kipindi, katika somo hili naweza nikakwambia kichwa cha somo kinasema umuhimu wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Na tumeenda kuangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza. Ukiangalia kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, mwandishi ni Daktari Luka. Kwa nini tunakwambia mwandishi ni Daktari Luka? Kwa sababu hakuwemo miongoni mwa wale wanafunzi 11 ambao walisalia baada ya Yuda kufariki. Lakini pia kitabu hiki ni kitabu ambacho kina sura 28 tu. Na kitabu hiki pia ndicho kitabu ambacho kinaelezea mateso ya kanisa na historia za watumishi wa Mungu kama wainjilisti na wamishonari, namna walivyotembea katika kanisa kuipeleka injili huku na kule. Lakini vile vile pia makusudi ya kitabu hiki kwa Daktari Luka kuandika, nani alimwandikia? Alimwandikia Teofile mtukufu, yani maana yake mtu anayempenda Mungu, ikiwemo hata wewe ambao unaniangalia sasa hivi, inawezekana ni mmoja wapo. Amina. Na niende moja kwa moja katika somo letu. Nini maana ya Roho Mtakatifu? Roho Mtakatifu wengi wanamfundisha kwa namna tofauti. Ni somo pana ambalo huwezi ukalifundisha ukalimaliza kwa siku moja. Maana tunapomzungumzia Roho Mtakatifu tunazungumzia kitu kamili. Na baadhi ya wanasiolojia wakasema, ama baadhi ya wanavyuoni wakasema kuwa Roho Mtakatifu ni sehemu ya nafsi ya tatu katika Mungu mmoja. Na Mungu ni mmoja katika Utatu Mtakatifu. Kwa nini baadhi ya wanasiolojia wakasema Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu katika Mungu mmoja? Wamesema hivyo kwa kumaanisha ya kwamba huwezi kumtofautisha Roho Mtakatifu na Mungu mwenyewe. Huwezi mtofautisha Roho Mtakatifu na Yesu. Amina. Na mimi leo hii naweza nikasema kwamba ninakubaliana nao, lakini pia nitakuletea kwa tofauti kidogo. Ninakuletea kwa tofauti kwa namna gani? Ninakuja kukufundisha na kukueleza kuwa Roho Mtakatifu ninamleta kama Mungu kamili katikati ya maisha yako. Na ukisoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume katika ule mstari ambao tumeusoma sura ya kwanza mstari wa 8, anasema lakini nanyi mtakapojiliwa na Roho Mtakatifu, nanyi mtapokea nguvu na mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Samaria, Yudea, Yerusalemu na hata mwisho wa nchi. Ni kwa nini alikuwa anatamka maneno haya? Aliyekuwa akitamka mwandishi Luka anamuonesha Yesu akiongea na wanafunzi wake, na anamuonesha kwa namna moja ama nyingine namna gani alikuwa anawafunulia wanafunzi wake na kuwaelekeza ya kwamba pasina Roho Mtakatifu hawawezi kufanya jambo lolote. Amina. Na Yesu alipokuwa akiongea na wanafunzi wake akiwaelekeza maneno haya,
alikuwa anaonyesha kuwa Roho Mtakatifu ni nguvu ambayo itaweza kuwasaidia kuwatoa sehemu moja kuwapeleka sehemu nyingine. Sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, inawezekana hujanielewa vizuri. Tunapozungumzia habari za Roho Mtakatifu, hatuzungumzii kitu cha kawaida kama unavyochukulia. Hatuzungumzii jambo ambalo ni jepesi na rahisi kama unavyochukulia, bali tunazungumzia habari za Mungu mwenyewe. Yaani ninamleta Mungu kamili kama Roho Mtakatifu. Na baadhi ya watumishi wa Mungu wengi wamekuwa wakifundisha Roho Mtakatifu kama ni sehemu tu ya utumishi, ama kama ni sehemu tu ya nafsi ya tatu, lakini hawamfundishi kama Mungu kamili. Na hiyo imekuwa ni tatizo kubwa sana ndani ya kanisa leo. Tumekuwa tunapitia matatizo mengi kwa sababu hatujajua nafasi ya Roho Mtakatifu katikati ya maisha yetu. Na ndio maana leo nikakuletea somo hili jioni ya leo, ya kwamba umuhimu wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, na inakupasa ujue kanisa ni nini. Haleluya. Na ninapokuambia inakupasa ujue kanisa ni nini, ninamaanisha kuwa kanisa ni mtu kamili, yani wewe mwenyewe. Maana baadhi ya maandiko yanasema mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Na maandiko yanapozungumzia kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, yanazungumzia kuwa wewe ndiye kanisa, na majengo yatabaki kuwa ni majengo tu. Na ndio maana Mungu anataka wewe ndio uwe mtakatifu ili yeye apate makao ndani yako. Unaweza ukajiuliza hili swali pamoja nami, ni kwa nini Mungu anatamani kukaa ndani yako? Maana yake anamaanisha ndani yako ndiyo kwenye nyumba yake. Haleluya. Mungu ameweka makao ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Unapomzungumzia Roho Mtakatifu kukaa ndani yako, maana yake umezungumzia uwepo wa Mungu kuwa ndani yako. Na huyo Roho anapoingia ndani yako, kuna mabadiliko kwa namna moja ama nyingine ambayo anayafanya ndani yako. Natamani uelewe iko kitu. Na miongoni mwa mabadiliko hayo, sifa ya kwanza ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yako, anachokwenda kukibadilisha ni kukutoa katika uovu na kukuweka katika ukamilifu wa Mungu, yani utakatifu. Inawezekana bado hujanielewa. Ninarudia tena. Sifa ya Roho Mtakatifu kuingia ndani yako, anakutoa katika uovu na kukuweka katika ukamilifu wa Mungu, yani inamaanisha utakatifu. Unaweza ukaliona wapi jambo hili? Ukisoma Warumi 8:1 mpaka ukija mistari ya mbele, unaweza ukaona hiki ambacho ninakiongea na ukakubaliana nami. Unaenda kumuona mwandishi wa kitabu kile cha Warumi anakuonesha. Anasema sasa basi hakuna tena hukumu ya adhabu juu yao walio ndani ya Kristo Yesu. Ni kwa sababu sheria ya Roho yule wa uzima, yani anamaanisha ni kwa sababu sheria ya Roho Mtakatifu imewatenga mbali na dhambi na uovu na mauti. Haleluya. Haleluya.